Manze, kuna boys wetu mmoja katika pita zake pale mtaani alihisi njaa, na kuhisi njaa, mbele yake akaona mzinga wa nyuki. Kijana akasema, siwezi kuwa hapa nipigwe na njaa na pale mbele naona mzinga wa nyuki. Kwa hivyo kitu alifanya, alifuata ule mzinga wa nyuki. Mzinga ulikuwa umeiva vizuri. Ukiangalia asali ilikuwa mbaya, lazima kulikuwa na asali mzuri pale. Kafuata, kaenda akafikia mzinga, kasimamisha, wakaongea. Na nyuki wanasema ukifuata nyuki utakula asali. Jana pale akajengwa, akaambiwa tuende. But msichana akasuggest, will not hire a room. Kwa nini to hire room? Na niko na mansion, 2 bedroom pale. So kijana akasema, actually this is actually like a win. Kwa sababu sasa, if I'm not going to pay for the room, then I'm good. So msichana akamwambia tuende kwangu. It was just like 1 kilometer. So walichukua tu nduthi, wakaishia, kaenda wakafika. Kijana akafungua chupa yake ya asali vizuri. Akafungua asali, kaanza kukula asali. Aliitisha asali, amepewa. Kiendelea kukula, akakula kwanza, akasoma vipengele kadhaa ya katiba hapo. Wakapumzika, akachukua maji yake, akakunywa, akarudi. Kiendelea kusoma kipengele cha pili, kulikuwa na knock knock kwa mlango. Najua ukiwa unajua msichana ameniambia niko single. Hata ukisikia mtu akibisha, labda ni jirani amekuja kuomba kiberiti. Msichana akaenda kwa mlango kufungua, akafungua mlango vizuri. Kapata ni bwana yake, kwa sababu sasa bwana yake alikuwa ameenda ka trip kidogo, but amerudi. Sasa kuna mtu pale kwa bedroom na ngoja aende kusoma chapter 2 of the Constitution. Bwana yake alikuwa ni mwanajeshi. Kwa hivyo alijaribu kumconvince hapo kwa mlango, "Babe, tafadhali usiingie." But unajua kuconvince hao watu ambao ni wanajeshi, it is so difficult. So walibishana, akaingia, akatoa viatu vyake, akatoa koti, akahang pale kwa ukuta. Kamwambia nipe maji ninywe. Najua ana haraka kwa sababu si anajua kwa hiyo nyumba wako tu watu wawili. Akachukua maji, akakunywa. Kamwambia kwa sababu nimetoka trip na nimechoka, acha tu niingie nipumzike. But huyu msichana hawezi allow huyu baba aende kwa bedroom, kwa sababu kwa bedroom kuna kijana yetu. Alikuwa amesoma katiba, alikuwa anangoja kusoma chapter 2. Na kijana yetu pale bedroom alikaa akachoka, kwa sababu alisikia mtu amenock mlango, ameenda kufunguliwa, lakini harudi. So akafanya nini? Si aliambiwa ni man of the house. Katoka, kuna tisho yake na kinyasa. Fika pale sitting room. Pata mwanajeshi wetu amekunywa maji na ametulia. Hana maneno, kwa sababu pia yeye anajua kwa hiyo nyumba wanafaa kuwa tu watu wawili. Kijana akiwa pale, mwanajeshi akamspot. Hakumkalia hash, akamwambia tu kuja. Akamwambia keti hapo. Kamuongelesha mawili matatu. Kijana akajaribu kujitetea, akamwambia sijui aliniambia ako single. Akamwambia wakati uliingia kwa hii nyumba, I think uliangalia vizuri kwa ukuta. Lazima ukuwe umeangalia vizuri hiyo wall. So ndio anaambiwa angalia pale. Uliangalia hiyo picha? Ndio kijana anaangalia. Naona picha ya mwanajeshi wetu akiwa amevaa uniform, imewekwa pale kwa ukuta. Ndio anauliza, "Hii? Kwani mimi niliambiwa huku kwa nyumba mimi ndio man of the house?" Kaulizwa, "Since when did you start paying rent in this house?" So mwanajeshi wetu akampea tu option mbili. Kamwambia uko na option mbili zenye zinaweza save maisha yako. Option ya kwanza, nichukue bunduki, kupige risasi na hiyo maneno iishe.
Ama option ya pili, nichukue pan, niweke kwa gas, na niweke mafuta, alafu ukaalie. Kuna option mbili, na uko na 2 minutes za kudecide. Kijana wetu juu ni mjinga, kamwambia heri pan ni moto. So kijana aliwekewa pan, akakalia. Kati alikalia akasikia ni mbaya, alimwambia tu nipige risasi. Na hivyo ndio mwanajeshi aliingia hapa, akatoa bunduki akampiga. Na hiyo maneno ikaishia hapo. So kijana sahi ako pale Mog, ametulia. Anangojea siku marafiki wake na familia wataenda kumwimbia wimbo ya Safiri Salama. Tutaonana tena Mwenyezi Mungu akipenda. Let's be careful outside here, kwa sababu it is not the way you think it is. Anyway, let's get to the main story. Stories zingine tukizisikiza tunaweza dhani ni story tu happen kwa movie, ama ni story hazitawahi happen. But do you know that hiyo simu yako it can be a trap yenye inaweza kupeleka hata jela bila wewe kujua? Because I think umesikia hii mambo na cyber security sijui nini, but apart from that, kitu maybe unaweza kuwa umepost wewe mwenyewe. Do you know that mtu mwingine anaweza kuweka kwa ngori kututumia tu hiyo simu yako? Imebidi tu niongelee story because kuna kitu ishaiapenia msee, na si kitu mzuri by the way. Ni kitu mbaya. Kitu mbaya. Si poa. Kuna jamaa pale mtaa anaitwa Jonte. Simu yake imemweka kwa ngori. Actually saa hii Jonte is going through a lot of stress because history ilianza aje. Jonte ni msee wa bis, amekuwa akipiga kazi pale Nairobi CBD. Ni kujituma hapa na pale, but one day akiwa tu ametulia job katika pilika zake za kumake siku iendelee, aliona notification pale kwa simu. Notification ilikuwa inamwambia congratulations, you have won a whooping 70,000 Kenyan shillings from, sitaki kutaja kampuni kwa sababu for privacy, acha nisitache kampuni yenye ilikuwa imemtumia hiyo message. So after ameambiwa amewin 70,000, walikuwa wamemwambia a link there, afanye registration pale na withdraw pesa yake na maisha ikuwe sawa. So John akaachana na kazi yake, mbio mpio, teke mpio, ununua bundles, fanya nini ni tu hiki tu ka type, all of a sudden data kuingia, ka click link. Sababu sasa kuna kitu bamba mtu kama mkiwa tu umetulia hivi, alafu unaona message umeshinda pesa. So aka click link pale, akaambiwa kuna maswali 2-3 anafaa kujibu pale. Kati ya majibu yenye angefaa kupeana, number 1 ilikuwa apeane full names as they appear in the ID number, to make the matter worse, mpaka M-Pesa pin. Lakini juu Jonte alikuwa si alijaza, si umeshinda pesa na lazima withdraw, kaeka ID number kila kitu, na akaangoja kidogo akapigiwa simu, akaambiwa hey, pesa yako itakuja by jioni. Okay, si Jonte akasema ni sawa, si nimejaza kila kitu iko sawa, sasa ningoje pesa basi fanya biashara yangu.
Kiwa ametulia like 30 minutes later, anaona ujumbe pale kwa M-Pesa. Anafungua ujumbe moja mrefu sana yenye ilifanya atafute kitambaa kwanza apanguze jasho ndio asome, kwa sababu vitu alikuwa anaona hata yeye hakuwa anaamini. Aliona notification moja safi kutoka kwa M-Pesa. Ilikuwa inamwambia aje? Confirmed your M-Pesa balance is 0.00. Na Jonte alikuwa ameweka pesa kwa akaunti yake, kuna tu saving kidogo alikuwa ameweka pale. So kitu ya kwanza ni kupanic, kusema hii message imekuja aje, labda ni mistake. Mbio mbio pale kuweka M-Pesa pin, kucheck balance, ni the same result. And I'm like, Jonte anajiuliza sasa, hapa kulikuwa na pesa kwa account, sasa ni 0, kumeenda aje? Kwa nini sina pesa? Hebu nipigie Safaricom waniambie ni kwa nini sina pesa kwa akaunti yangu, wakati mimi mwenyewe nilikuwa nimefanya savings pale lakini sipati pesa. So akapigia Safaricom, kamwambia we are sorry, pesa yako umefanya transaction XYZ. Na wakakata simu. Si tukisema story imeishia hapo tutakuwa tumedanganya. Futaku nini kidogo kidogo amekaa pale kwa nyumba, ametoka job jioni. Anaona another notification kutoka kwa loan apps zinamwambia successful, your loan request has been approved. Lakini akiangalia M-Pesa bado hakuna pesa. So Jonte kitu anafanya, anaingia pale kwa simu yake, hata app yenyewe yenye imemwambia amekopa loan haiko. But ni nini imeleta hizi zote? Ni link. Jonte alikuwa amefanya nini? Ameclick link kwa sababu alikuwa ametumiwa link, kaambiwa umeshinda 70,000. So yeye kuclick link, kuna kamtu fulani through that link kakamtumia kitu inaitwa spyware. So spyware ni nini? Spyware ni nini? Okay. Kwa wale wenye hamjui spyware ni nini kama mimi, spyware ni kitu fulani unatumiwa kwa simu yako ambayo ukiclick link yoyote yenye umetumiwa yenye ni unsuspicious, imetumwa na spy amekaa mahali fulani, ama tunaweza muita hacker. So ana create link fulani yenye inakaa appealing, alafu anai attach kwa hiyo message ya kuambia umeshinda pesa. Ukiclick hiyo link, this guy can be able to access all your data in your phone, including huyu jamaa anaweza soma message zako, anaweza angalia email zako, anaweza angalia your WhatsApp messages, your Facebook accounts, anything that you log in, yeye anaweza access. Na to make the matter worse, alikuwa amepeana mpaka ID number. So with the ID number, this guy can do a lot with your phone. So hiyo ndio ilimpata John. So John yeye alikuwa like simu ni yake physically, but wanaitumia watu wawili. So yeye akifanya transaction, kuna yule jamaa amekaa pale, kazi yake ni kuangalia leo umewithdraw pesa fulani, umeenda mahali fulani, umefanya nini. Actually this guy can even delete a message in your phone and can actually go to your gallery, angalie videos zenye ziko, upload mpaka kwa social media bila wewe kujua. And this actually ilihapenia Jonte kwa sababu one day akiwa tu ametulia hivi kwa nyumba, alikuwa ametoka kazi, amerelax, and then maboys wake wanaanza kumpigia simu, wanamwambia bro, kwani leo umeamua aje? Kazi ni kupost tu every now and then. Ndio anamwambia mimi nimepost saa ngapi? Nimetoka job ndio nimeingia kwa nyumba. Anamwambia hapana, you posted a video 3 minutes ago. Na mbona unaanza kukataa na video yenye umepost? I make sense. So ndio Jonte anawaambia si kwa ubaya, but kuna link nilitumiwa na mimi nikaifanya nini? Nika click link, it was about nimewin pesa, nimefanya nini? It was a promotion. Ndio maboys wanamwambia bro, you shared your details and you think you are safe. Huku nje vitu ni different. Wewe ulikimbilia pesa, lakini spy pale alikimbilia information yako. That is why this is happening. So Jonte akabaki bila kusema anything,
kakaa pale kwa room, amedua, amefanya nini, ametry everything but wapi. So akiwa tena ametulia hivi, phone call inaingia. Napigiwa from bank, naambiwa kuna loan ulichukua on date XYZ na unafaa ulipe on date XYZ kwa sababu usipolipa interest itaongezeka. Sasa Jonte anauliza watu wa bank, mimi nilikopa pesa saa ngapi? Mimi nilikopa lini? Hata banki yenyewe sijui. Ndio wanamwambia the loan is on your name and you have to pay it, and if you don't pay we will act on it. Tutakuja kufanya auction vitu zako. And the Jonte is like, sasa mimi nilikuja kukopa loan lini? Saa ngapi? Na unajua banki itaki kusikiza kwa sababu ulishachukua, inasoma jina yako, na wao si mawazimu ndio wakuwekelee kitu hujafanya. But nani alifanya hii maneno yote? Yule jamaa wa kutuma link. So yeye alituma link, akagain access kwa simu yako, anaweza fanya anything kwa simu yako bila wewe kufanya nini? Bila wewe kujua. Lakini sasa juu wewe ulikimbilia 70,000 yenye promotion yenyewe hujaparticipate, you cannot complain. You have to pay the bank loan. Kwa sababu sasa nani unataka akulipie na iko kwa jina yako? Nobody. You have to pay it. Kwa sababu actually with this link, these guys, they access, not only they can spy your phone, they actually obtain a metadata from your phone. In case you are wondering what is a metadata, metadata ni data kuhusu data. Sijui kama tunaweza elewana hapo. Metadata ni data kuhusu data. Like utapata uko na data kwa simu yako, alafu hiyo data iko na data ingine. Let's say for example you have taken a picture. Si ndio? Umechukua picha pale kwa gallery, itaonyesha date hii picha ilipigwa, mahali ilipigiwa, masaa ilipigwa, all that. So hizo masaa nini, date nini is data about the data. The data itself ni hiyo picha yenye umepiga. Juu picha yenyewe ni data, alafu sasa hizo nini location, hiyo information ya hiyo data ndio data. So data is data, metadata ndio inakuwa data about data. So ukipiga picha, this guy can be able to see where you are, kwa sababu ukipiga picha na GPRS iko on, this guy can actually see exactly where you are at that moment. Kama uko kwa nyumba ataona mahali uko, kama uko wapi lazima atajua tu everywhere mahali uko. So hivyo ndio Jonte alipigwa, na saa hii anaendelea tu kulipa loan yake juu sasa atafanya nini? Siko kwa jina yake. Na ni kwa sababu alikimbilia pesa, tamaa mbele, mauti nyuma. Na wewe uko hapo unatumiwa link, kazi ni kuklik tu, si unasema simu ni yangu na nimeshinda mihela. Sasa mbona nisi withdraw pesa? Una withdraw aje pesa yenye hujaparticipate? Promotion hujaparticipate. Kuna anything yenye umefanya, and then ukiona pesa unaanza kusema unaanza kubudgetia, unaanza kusema kwanza nichukue ka 20k nikimbie ushago, ingine inabaki chwani niende ninunue mabati. Kumbe spy ndiye ananunua mabati na pesa yako yenye ume work hard ukaisave hapo ndani. So let's be careful outside here. Juu si kuzuri. Hackers are everywhere, and avoid being the next Jonte. Avoid being the next Jonte. You can be the next Jonte if you don't care. If you don't care, you will be the next Jonte, na utakuja kutuambia. So number 1, kitu unafaa ufanye ndio usikue Jonte, avoid kuklik link yoyote yenye ujui. Ukiona link either kwa email or wapi, kwanza jiulize, is this link legit? Umetumiwa link ya job yenye uja apply, una click, unakuwa Jonte. Unatumiwa link WhatsApp juu ni friend ametuma, wewe una click tu, au unasema si Brayo ndiye amenitumia link. Brayo si mtu mbaya, una click. Kumbe na Brayo na yeye ametumiwa na rafiki yake. Huyo rafiki yake alikuwa ametumiwa na rafiki yake. So mnakuja kupatana nyinyi wote, mnalia the same story. Unasema unajua nilikuwa nimeweka pesa yangu kwa M-Pesa, sioni. So take care guys. Yes.
Nimeona tu niwaambie hii story kwa sababu watu huku nje wanalia using those links. Na kama IT professionals siwezi kaa hapa niangalie mkioshwa na mimi nikiwa nimekaa hapa. Hapana, lazima tuchanuane, tuwe enlightened sisi wote, tusonge mbele, au sio wase? Imekuwa successful sana. Patane kwa next episode. Shukran.